ninachohitaji kwangu na kwako, ili hawa maadui wasikupate. Fungua Petro wa kwanza sura ya kwanza. Petro wa kwanza. Yesu anataka nini? Petro wa kwanza sura ya kwanza, Soma kuanzia mstari wa 15. Kuanzia mstari wa 15. Bwana Yesu asifiwe. Hitaji kuu la Yesu ili aweze kutuficha ni maisha yenye kumpendeza Baba. Anasema kwa sababu yeye aliyewaita ni mtakatifu, hivyo inawapasa ninyi kuwa watakatifu. Na ndipo sasa atakapoachilia neema ya ulinzi katika maisha yetu, kwa sababu tumeheshimu, tumetambua nafasi aliyonayo, na kwamba hii ndiyo tunayoihitaji katika maisha yetu. Basi yeye atatuficha kwa sababu yeye ni mtakatifu. Na anasema tunamwita Baba yeye anayehukumu kwa haki, ambaye hana upendeleo. Yaani yale unayoyafanya ndiyo yatakayokuongoza. Basi anasema enendeni kwa hofu mbele yake wakati tunapokaa hapa duniani. Ogopa kumtenda dhambi Kristo. Umeokoka alafu kinywa chako hakijaokoka. Mwili wako unahudhurisha kanisani, kinywa chako kimebaki kule kule, kinanena makufuru makuu, yaani yale ya dhamani, chachu ya dhamani bado haijaondoka katika kinywa chako. Nasema nimeokoka. Yeye ahukumu kwa haki, wala hana upendeleo. Anatazamia kuona maisha yaliyobadilika katika maisha yangu, maisha yako, maisha matakatifu. Anasema wakati wetu wa kukaa hapa kama wageni, tunatakiwa kwenda kwa hofu mbele zake, tukifahamu kwamba tulikombolewa si kwa vitu vinavyoharibika. Yaani hatukutumia fedha ili tuweze kupata wokovu, hatukutumia dhahabu ili tupate wokovu, lakini ni kwa damu yake yule mwana kondoo wa Mungu aliyoimwaga pale msalabani. Jina Bwana libarikiwe. Hiyo tu ilikuwa na thamani kubwa kuliko vitu vingine vyote. Ukitambua hivyo, hutaweka mbele vitu ambavyo ni vya muda. Utaweka mbele kwanza ile thamani ya Kristo ndani yako. Hutaweka mbele maslahi ya maisha haya, kwamba mpaka unamtenda dhambi Mungu kwa sababu nataka upate kitu fulani cha maisha haya, ambapo sasa kwa muda mfupi utashangaa haupo, utashangaa sipo. Yaani namkosa Kristo, nampenda dhambi kwa sababu ya vitu vya muda, vitu vya kupita, alafu ninatengana na wokovu kwa sababu ya vitu vya muda ambavyo nitajutia milele yote. Anasema hatukununuliwa kwa dhahabu wala kwa fedha, lakini ni kwa damu yake mwana kondoo. Kwa anasema mwenendo wetu uwe wa kumpendeza yeye. Jina Bwana libarikiwe. Uwe wa kumpendeza yeye aliyetuita, aliagiza wana wa Israeli kuondoa chachu